Msikilizaji na mtazamaji, siku hii leo ukiwa ndani ya AGR, nataka kukuletea mpangilio wa anza na Bwana, na fungu letu kuu ni kutoka kitabu cha Wafilipi 4 na mstari ni wa 13. Mstari ni wa 13 katika kitabu cha Wafilipi 4. Ndugu mpendwa, wakati ambapo unasikia Biblia inasema kwamba hata hivyo, katika kitabu cha Wafilipi 4:13 Biblia inasema, hebu niweke chini ili tuweze kuongea nawe moja kwa moja. Biblia inasema kwamba naweza kufanya mambo yote katika yeye anipaye nguvu. Naweza kufanya mambo yote katika yeye anipaye nguvu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, hapa nimeona wengi wakifanikiwa. Wengine wanasema ni neema ya Bwana. Na nikisoma naona kwamba neema ya Bwana, his grace is sufficient to all, inawatosha watu wote. Kwa hivyo usije ukaniambia kana kwamba wewe umepokea neema na mwingine hajapokea, kwa sababu Biblia inasema kwamba neema yake inatutosha, is sufficient to all. Yeye hawezi kukupa neema nami aninyime neema, kwa sababu imetutosha zote, na vile vile hii neema tumemiminikiwa sote. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Mungu amenipa neema, amekupa neema. Na mwingine anakuja anasema, unajua, it is by his mercies, ni huruma yake Mwenyezi Mungu ndiposa nikafanikiwa. Mungu huonesha huruma wana wake, na Mungu hawezi kunipa huruma na anyime mtu mwingine. Kwa hivyo ni kusema kana kwamba Mungu wetu is not wacha niseme kwamba si Mungu ambaye anaonelea mtu moja, anapendekeza, wacha niseme hana upendeleo. Kwa hivyo usije ukasema kana kwamba Mungu anakupa neema, anakuonea huruma, kisha ananyima mwingine. Tofauti iko hapa. Anasema hapa Paulo kwamba mimi asemi kuwa Mungu anasema naweza kufanya mambo yote. Kwa hivyo asemi kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. Ndivyo tunajua Mungu anaweza. Lakini hapa kuna mahali ambapo unachukua fursa hii ili kufanya wewe kama binadamu. Kila mtu amepewa mikono miwili na uwezo wa kuyafanya mambo yote. Lakini hapa anasema naweza kufanya mambo yote katika yeye anipaye nguvu. Kwa hivyo kuna sehemu ambayo Mungu anafanya na kuna sehemu ambayo binadamu anafanya. Usije ukakaa upweke umekaa tu umesema kwamba Mungu anaweza kumiminikia baraka zake ili niweze kuyatenda yote. La sivyo. Amesema kwa siku 6 unaweza ukaenda ukafanya kazi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba una jukumu wewe kama binadamu, kwa sababu alipoumba binadamu alimweka katika shamba la Edeni na akampa kazi ambayo anaweza kuifanya ya kuitunza na kulinda lile shamba. Kwa hivyo alipatiwa jukumu, na Mungu ametupatia majukumu katika maisha haya. Kuna yule amepatiwa jukumu la kufundisha wanafunzi, kuna yule amepatiwa jukumu la kutibu wagonjwa, na kila mtu ana jukumu katika maisha haya la kulitenda. Kwa hivyo usije ukakaa ukasema kana kwamba mimi nitakaa bila kusoma na Mungu atanijazia, ataniminikia neema yake ili niweze kuona neema yake wakati wa mtihani. Naam, unaweza kuona neema yake wakati wa mtihani. Sisemi kwamba miujiza haiwezi kutendeka, lakini Mungu anasema kwamba ukatie bidii na ukaweze kujatenda mambo haya, lakini ukimtumainia yeye, kwa sababu hata ukitia bidii namna gani, kama hujamtumainia, basi kuwezeshwa ndiyo sehemu yake. Nikana kwamba anasema uende ukapanda mimea. Wewe uwezi kufanya mimea ikakua, uwezi kufanya mimea ikakomaa. Kazi yako ni kupanda, kisha kuna yule ambaye ananywea mvua, kisha kuna yale ambayo yanaendelea anaifanya kuwa inakuwa, kisha unakuja kuvuna. Kwa hivyo kuna sehemu ya binadamu na kuna sehemu ambapo kuna kazi ambayo Mungu anayoifanya. Ningependa kurudia asubuhi ya leo nikisema kwamba naweza kufanya mambo yote. Ni nani anaweza kufanya? Ni mimi. Kwa hivyo nina jukumu la kufanya mambo yote. Nina jukumu la kutia bidii. Nina jukumu la kuketi chini nisome. Nimeona watu wengi wamekaa, watu wengi wanakuombea, wanasema Mungu atakujazia neema, atakuonekania kabisa, wewe kaa usifanye kazi, kwa sababu Mungu atakuja fanya kazi yako akuonekanie. Unaona mtu mwingine amefanikiwa, ukafikiria kana kwamba Mungu analeta neema
kipendeleo tu, anapendelea mwingine anakuwa maskini na mwingine anakuwa tajiri. La sivyo, kuna tofauti kubwa. Mtu anakaa chini, anapiga hesabu, anajua yale ambayo yatatendeka kwenda mbele. Kisha anakaa anajinyima. Kisha anapojinyima anajua kwamba hapo mbeleni nitakuja kufurahia. Kwa hivyo ningependa kukupongeza na kukusihi asubuhi ya leo kwamba usije tu ukafikiria kana kwamba Mungu anafanya mambo yote kana kwamba wewe huna jukumu. Ndivyo, Mungu ana neema, ana huruma kwa watu wote, lakini anasema kuna jukumu lako. Hebu ukalitende lile jukumu ambalo amekupa asubuhi ya leo ili ukaweze kuonekaniwa. Lakini kisha unapofanya haya mambo, jua kwamba ni nani anayekupa nguvu. Sehemu ya mwisho anasema mambo yote katika yeye anipaye nguvu. Ningekuwa na wakati ningesema mambo yote. Mambo yote hapa akimaanisha kwamba kila jambo analotenda ambalo ni la kumtukuza Mungu. Tunajua kwamba yeye anipaye nguvu hapa anamzungumzia Mungu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu hawezi kukuneemesha, hawezi kukupa nguvu ili ukayatende maovu. Kwa hivyo hapa anamaanisha kwamba yale yote ambayo unayatenda, ambayo ni mema mbele za Mungu, ambayo ni mema machoni pa wanadamu, haya yote ni Mungu anakupa nguvu. Kwa hivyo asubuhi, mchana, majioni ya leo, tunapoanza na Bwana, ningependa kukusihi, ningependa kukupa motisha, nikupe changamoto kwamba Mungu ndiye anakupa nguvu kwa yale ambayo unayotenda. Kuna wengine wamehitimu kisha mtu akasema, unajua nitie bidii sana katika nguvu zangu. Naam, huwezi kusema ni nguvu zako. Ulifanya kazi, ndivyo, ulitia bidii, lakini kuna yule ambaye alikupa nguvu, naye ni Mwenyezi Mungu. Ndipo anasema nitayafanya, naweza kufanya mambo yote katika Mungu anipaye nguvu. Hebu nikuachilie wimbo asubuhi ya leo, tunapoanza na Bwana katika Morning Glory, tukijua kwamba siku ya leo tutatoka nje na tufanye sehemu yetu. Sehemu yetu ni kufanya kazi. Sehemu yetu ni pale ambapo Mwenyezi Mungu amekuneemesha uwe. Ikiwa ni shambani, ikiwa ni popote ambapo amekuneemesha uwe siku ya leo. Hapa unapotoka nje, unapoenda, jua kwamba kuna yule ambaye anakupa nguvu. Naam, umuombe akupe nguvu asubuhi hii ili ukaweze kuyafanya mambo yote na yaweze kuleta neema kwake. Hii ni AGR News, nami ni Jeremiah Urina Ontiri.